Kumepambazuka asubuhi na mapema, najitoa shuka na isi tunazozana. Kumbe moyo na nasi vinakwazana, moyo taki tena sijui nini. Umechanganya. Hebu nirekebishe. Kumepambazuka asubuhi na mapema, najitoa shuka na isi tunazozana. Kumbe moyo na nasi vinakwazana, nasi taki moyo kuna tena. Mwili umekufa kazi, maumivu mwili mzima. Nimekumbuka yale ya nyuma, niliteseka na penzi langu. Mama. Ambie udugu wangu. Haya, unajipia gani leo? Nakosaga vitu vipi sasa? Sio kwa hilo. Mimi vipi sikosi? We. Hiki hapa. Yaani hicho kipya kweli jamani ndugu yangu hiki. Cheki mali hiyo. Mtumba huo umetulia kabisa jini yani. Ish. Mtumba gani una vumbi la bongo kabisa, hebu angalia. Sasa wewe ulitaka hii kiatu iwe na vumbi la kivita, vumbi la Kikongo. Ndio unajua kama ni mtumba. Sikiliza, hii kiatu nimekutana na mzungu pale. Anavua tu pale. Nikamwambia usivitupe. We consume that we not produce, nikavichukua nikaja navyo. Dada, ile kiatu kizuri unajua. Yaani kama ni mtumba, basi itakuwa wenyewe. Ongea wewe kiazi, mimi muogo na mzizi. Pia nikupela uende ukalewe maana inakutosha. Nimeshakuwa mlevi wewe dada. Sasa hivi nimeshakuwa mlevi mimi. Jamani, mlevi gani shai kumuona anaweza akasimama hivi? Ananja dada jala. Ongea wewe kiazi. Muogo na mzizi. Kama mimi nina njaa, usingenielewa. Mbona kinyongo? Habibi vipi shaka? Mama shehe, mbona peku tena? Ni miongoni mwa wale ambao viatu vyao huonekana fikini baada ya swala. Allah. Bwana. Kwanza asalamu alaykum wa rahmatullahi. Sheikh salamu alaykum. Salamu ndio jambo la kwanza habibi. Kabisa. Lakini mambo mengine ndio yanafuata. Kweli kabisa. Sheikh, jambo hili limeshamiri sana misikitini. Ndio. Limeshamiri sana misikitini na tena shehe, watu ni wabaya sana. Wizi hawa. Yaani mtu anaamua kuwa mwizi. Ni kweli kabisa mwalimu, lakini kwa upande wangu mimi siwezi kusema moja kwa moja nimeibiwa. Huenda yule bwana kafirika, kadhania vya kwake, maana vya kusikiza vinafanana, lakini kilichonikuta ndio hiki. Kwa hiyo kusema tu moja kwa moja kwamba nimeibiwa, hapana, si nikapata dhambi za kumtania mtu. Allah hataki. habibi mimi na wasi. Licha ya haya yote kutokea, lakini tuna kila sababu hapo cha umuhimu hapo kwenye kumlilia.
tuone. Ni dua moja kali mtu apate hata angalau kilo 2 hivi. Tupige kafa karabuka kama Afrika. Kamwe sawa. Basi tuombe inshallah. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua kama nimeibiwa ama mtu kawafilika. Basi bismillah, mimi nafikiri tukae. Kaka tuendelee. Kaka haina shida. Tuendelee. Basi bismillah. Salamu alaykum. Salaam, vipi hali? Uko salama ndio? Salama sana. Bwana huyu jamaa yangu sana. Huwa namuona anapita pita sana. Vipi hali ndugu yangu? Karibu tupo. Asante sana. Ndio. Mimi nina mali. Unajua tena shehe. Ndio. Nini au? Nini? Au mali nini? Nina mali. Na mali. Shehe bwana. Hiki hapa hiki. Mimi na shida zangu. Mimi njoo kusema mali kajua madini au almasi kwa viatu. Almasi. Ungesema madini Yetu yule alopita hapa alikuwa hana kiatu. Hapo ni kweli. Kwa bongero kwanza mkono. Kumpigie simu ajechukua kiatu. ana hela. Hela nayo, akosi hela. Sasa mtu kwa kiatu kitu maana hapo. Sasa kama hujampigia simu. Hii kiatu akivaa ndani ya mfungo wa Ramadhani akiingia akifika ugenini wakiona hivi viatu apewe iftari ya magimbi. Apewe iftari ya magimbi. Basi umemaliza kazi. Anapewa vitu tende, halwa, maziwa, milki, sijui nini. Au ndo live mimi. Kuna baba ni tayari baba ni mali anakuja. Semana na swali yake. Ndio mali sawa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wema salama tunaanza kulia. Salama kabisa. Hali zaidi salama. Naam. Ndio. Kama nimekupigia simu hapa, Ndio. na huyu bwana amekuja na kwa hivyo akasema ndugu yangu alipita sana kiatu. Ndio acha nimpigie ndugu yangu ili huyo. Na umwambie kwamba sio kwamba ni kiatu tu akivaa akapita sehemu yoyote anambia iftari viatu. Nasikia sifa za hivi viatu. Tumba huo shehe. Tumba huo. Lakini sasa mwalimu ndio. Hivi viatu vya kwangu hivi vya kwangu ndio vile ambavyo vimeibiwa msikitini ndio hivi. Duniani wawili shehe. Acha hizo mama. Alafu bwana alikuwa msikitini. Wewe ulikuwa hapo msikitini Huyo alikuwa msikitini huyo. Shehe wewe unasalia wapi shehe? Allah. Wewe unasalia wapi? Mimi nasalia yake bondeni kule. Bondeni wapi? Huku maeneo ya huku. Wewe leo ulikuwepo katika msikiti wa Segelea. Alikuwepo katika msikiti wa biashara. Biashara ni shahembo sema. Kwa hiyo hivi hapa viatu vya kwangu bwana wewe ulivitoa wapi? Alafu msikitini alikuwepo. Wakati sisi tunalalamika kama tumeibiwa, hatukumuona huyo. Lakini sikufikiria kabisa kama kuna hapa wengine huko kibakia kimoja huko. Kibakia kimoja. Mpaka kiatu kimoja unaiba. Balolo limetoa mguu mmoja. Ngoja kwanza nikwambie ni kuhusiana habari za viatu vingine mimi sijui. Hivi vya kwangu mimi navifahamu, ni vya kwangu mimi.
Duniani wawili wawili. Duniani wewe kuswali msikitini. Duniani wawili wawili. Usimpige. Hapa cha msingi wewe bwana. Wewe Muislamu Sana. Aseme ukweli lakini. wewe unaitwa nani? Aseme ukweli. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Alhaji mtoto wa dada. Usikie jina lake. Wewe Alhaji mwizi wa viatu. Wewe yani Alhaji, wewe Alhaji maana Duniani wawili. mtu ambaye ameenda hija, wewe umeenda hija. Umeenda hija. Natarajia shehe. Kiuza tu. Wewe unatarajia na jina Alhaji. Wewe ni mwizi wa viatu msikitini. Sasa hebu subiri kidogo. Sheria dini unaifahamu? Na ile ndoa tuliosoma. Mimi nimemleta hivi. Hebu subiri kwanza. Sheria ya dini kwamba mwizi anapoiba anatakiwa kufanya nini? Kwanza kabla tujafika huko, wewe bwana uliiba viatu hukuiba. Ongea ukweli, mimi na Uliiba viatu hukuiba msikitini. ongea ukweli. Ulichukua. Ina hasira za ng'ombe ndio ile ni buli. Hasira ninazo mimi. Hebu msikilize anasema. Unasema? Ulifanyaje? Uliiba, sio ulichukua. Huo ni wizi chef. Ndio huyu bwana. Alhamdulillah shehe. Ile dua Mwenyezi Mungu amejibu hapa hapa. Dua limejibiwa hapa hapa. Viatu vyangu hivi. Sasa wewe bwana tunatakiwa sisi tupeleke polisi. Unasemaje? Ubaya ni kwamba ndugu yangu mimi nina hasira za ng'ombe ile ni buli. Na hiyo shatu ile leo na kitu ulichokifanya. Aisha, naomba nishikie. Ngoja kwanza. Sio bwana. Wewe Islam. Ingekuwa katika nchi za Kiarabu tushakukata mkono. Unaelewa? Lakini sasa hivi